Namba 3, kuvalishwa vazi linalonena magonjwa. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21, neno linasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Kolosai 3:9. Kolosai 3:9. Kolosai 3:9. Neno la Mungu linasema, msiambiane uongo, kwa kuwa mmeuvua kabisa, utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Mkipewa utu mpya, mkivaa utu mpya ili mfanane sawasawa na yeye aliyeumba. Amen. Kitabu cha Mwanzo 3:21. Tumesoma maneno haya. Biblia inasema Mungu akatengeneza mavazi akamvika Adamu na mkewe. Kwa nini anawavika? Anawavika kwa sababu walitenda dhambi wakajikuta wako uchi. Kwa hiyo Mungu akatengeneza mavazi akawavika, na baada ya kuwavika, aibu yao ya kuonekana wako uchi ikaondolewa kwao. Sasa wakaonekana wamevaa. Jina la Bwana libarikiwe. Wakaonekana wamevaa. Sasa vile Mungu aliwavalisha mavazi Adamu na Eva, ndivyo katika ulimwengu wa roho, ufalme wa giza, wanaweza wakamvalisha mtu vazi, na lile vazi watakalokuvalisha wanaweza wakalimenea. Litatenda nini? Linene nini kwako? Maisha yako yaweje? Wanaweza wakanena wakasema, huyu mtu tunamvalisha vazi la magonjwa, na ukashangaa magonjwa yakakuandama, na kila unapojitahidi utoke hatua uende hatua, magonjwa. Unatibiwa, unarudi hapa, magonjwa. Na wanaweza wakasema magonjwa hata kwa ngazi ya familia, hata kwenye ukoo, magonjwa. Vazi linaweza likanena chochote. Mtu mmoja akasema yaani ukipita mwezi bila kutumia hata 500 magonjwa ni kama miaka 5 bwana. Yaani hauwezi kupita mwezi bila 200, 300, lakini magonjwa yameenda. Haleluya. Haleluya. Anasema ninyi pia mtakuwa kama yeye alivyo katika utakatifu na katika vazi jipya. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Nisikilize mwana wa Mungu leo hapa leo. Nisikilize. Magonjwa sio sehemu ya maisha yako, wala sio urithi wa Mungu kwenye maisha yako. Narudia tena. Magonjwa sio sehemu ya urithi kutoka kwa Mungu kukuridhisha. Magonjwa ni mpango wa shetani na ni mpango wa adui. Mateso ya magonjwa sio sehemu ya maisha yetu, sio sehemu yetu, wala sio urithi wetu, na si kusudi la Mungu. Ni adui anaruhusu mateso ili atutese. Jana leo
tukiwa katika maombi haya ya siku 91 na leo tukiwa siku ya 12, ninataka tuvue hilo vazi linalonena magonjwa, iwe ni kwetu wenyewe, iwe ndani ya familia, iwe ndani ya ukoo. Tunatangaza leo msimamo wa kulivua vazi la magonjwa. Nasema leo tunalivua vazi la magonjwa. Nasema leo tunavua vazi la magonjwa. Tuwe tulivalishwa usiku, tuwe tulivalishwa mchana, haijalishi. Nalijua ni jambo moja, adui ataingia kwa njia moja, kwa njia 7 taondoka. Haijalishi ni namna gani, hata kama tulivalishwa na wazazi wetu, vizazi na vizazi vilivyopita vinanena, leo hilo vazi tunalivua. Leo hilo vazi tunalivua. Nasema leo hilo vazi tunalivua. Nasema hilo vazi leo tunalivua. Nasema hilo vazi leo tunalivua. Nasema hilo vazi tunalivua. Sisi sio wagonjwa katika jina la Yesu wa Nazareti. Sisi sio wagonjwa tena. Tunakataa vazi linalonena mateso. Tunakataa vazi linalonena magonjwa. Tunakataa vazi linalonena uharibifu wa miili yetu. Tunakataa vazi linalonena kuugua katika jina la Yesu. Tunakataa leo. Nasema tunakataa. Miili yetu imetakaswa kwa damu ya Yesu na inafunikwa na utukufu wa Mungu. Na kama utukufu wa Mungu unafunika maisha yetu na miili yetu, na miili yetu ilikuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu, roho za magonjwa tunazikataa kuanzia sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunakataa magonjwa kwenye maisha yetu, sio sehemu yetu wala wingi wetu. Hakuna cha uchawi, hakuna cha uganga, hakuna cha ushirikina. Yote Yesu alisema imekwisha, na sisi leo tunatangaza ya kwamba Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunataka amani na uhuru wetu wa kumtumikia Bwana. Tunataka miili yetu tuwe na afya ili tumtumikie Mungu wetu. Tunataka miili yetu iwe na afya ili tufanye uzalishaji, ili tufanye biashara na tufanikiwe. Mateso na magonjwa sio sehemu ya maisha yetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Sijui unapitia kipindi gani saa hii, na sijui unahangaika na mambo gani. Sijui ni mambo gani ambayo unayapitia. Mimi sijui. Sijui unateseka kwa namna gani. Mimi sijui. Inawezekana kuna kipindi unakipitia kigumu kwenye maisha yako. Acha nikutangazia ya kwamba magonjwa sio sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo vazi waliokuvalisha ninalivua kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hilo vazi linakuvua hilo vazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuvua hilo vazi la magonjwa, ninakuvua hilo vazi la mateso, ninakuvua hilo vazi linalonena shida, ninakuvua hilo vazi linalonena magonjwa, linalonena kuharibikiwa, linalonena chochote kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Pokea uzima katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa sema amina. Nasema pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Katika jina la Yesu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Leo ninasimama kinyume na kila roho inayonena chochote juu ya maisha yangu. Roho inayonena magonjwa, kila vazi lililovalishwa bila kujua, kwa jina la Yesu ninalivua hilo vazi, ninalichana. Wewe vazi la kichawi, wewe vazi la kichawi, wewe vazi la kipepo, unayenena magonjwa, unayenena mateso, achia mwili wangu, achia mwili wangu, achia mwili wangu, achia mwili wangu, achia mwili wangu. Sema kwa nguvu, achia mwili wangu, achia mwili wangu, achia familia, achia ukoo, kwa jina la Yesu.
ninakuchana, hautaniweza tena, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima, mimi ni mzima, mimi ni mzima, familia yangu wazima, familia yangu wazima, ukoo wangu ni wazima, katika jina. Chapie Bwana Yesu.